Umenilea vema, kwa hili najivunia. Siadaiki na ujana kwa ushenzi wa tabia. Nikifa mfundo sina. Niko thafi yangu nia. Nani kama mama? Nauliza tena, nani kama mama? Nasema na wewe unomsema mama yako. Naongea na wewe usomtaka mama yako. Nasema na wewe unayemhaki mama yako mzazi kwa majirani. Naongea na wewe ndugu yangu usomsamini mama yako. Kitafunio unajijali wewe mama yako unamwacha. Unazungumzia mama yako vibaya, unamsema vibaya kwa kila alika, kwa kila hali. Oh mala mama yangu mwanga ulijizaa wewe. Oh mama yangu mchawi ulijizaa wewe. Oh mala mama yangu ana shida, mama yangu ana mdomo, mama yangu ana kwa nini unamsema mama yako mzazi ikiwa yeye ndo nguzo yako ya pili duniani? Unafeli wapi mtoto wa kiki? Unakaa kikaoni, unakaa mkekani, unakaa kibalazani kumzungumzia mama yako maneno ya ovyo. Unaacha kitu kama hicho kukaa na mama yako, kukaa naye vizuri, kumtafutia nguo kavae, upate baraka leo. Upate baraka kwenye kazi zako, upate baraka kwenye mambo yako, upate baraka kwenye hata utafutaji wako. Leo unamsema mama yako mwanga, leo unamsema mama yako mchawi, leo unamsema mama yako vitu visivyokuwa na haki katika jamii. Jamani, nani kama mama? Mdahalo wetu wa leo, tuuze nyumba au tumlee mama? Habari yako? Salama. Unaitwa nani? Naitwa Rehema Kasim Faraji, almaarufu kama Rei, mmiliki wa Rei Home Decor. Asante. Rei, mama ni mtu gani katika jamii? Kwangu mimi nikizungumzia mama ni kiungo mkubwa sana katika jamii yetu, kwa sababu bila mama hakuna mtu ambaye angekuepo duniani. Kwa hiyo amefanya kazi kubwa sana kuhakikisha sisi tunakuepo katika dunia hii. Sawa, na vyovyote vile ambavyo tunavimiliki, hata mimi nisingekuwa hapa nilipo leo bila mama yangu. Kwa hiyo mama ni kiungo mkubwa sana katika maisha yangu. Mama ni kiungo mkubwa sana katika jamii. Mama ni sahihi kusimamia mirathi? Yes, ni sahihi. Kwa nini ni sahihi? Ni sahihi kwa sababu mama, kwanza kabisa mama anajua mambo mengi kuhusu familia kulinganisha na watoto, sawa? Lakini pia mama ana uwezo wa kucontrol kila mmoja kwenye familia, kwa sababu kama watoto actually mtakuwa mnamsikiliza mama. Kwa hiyo ni sahihi kwa mama kugawa mirathi, kwa sababu yeye ndo anayejua na anajua watoto wake wote, anawafahamu vizuri, anajua hiki ampe nani, hiki ampe nani, kila kitu mama ana uwezo wa kukifanya. Rei, kwa hiyo tuuze nyumba au tumlee mama? Hapana. Kwa nini tuuze nyumba na wakati mama yuko hai? Na kwa nini tumlee mama tusiuze nyumba? Tusiuze nyumba kwa sababu tukiuza nyumba alafu mama akakae wapi? Yaani tusipouza nyumba, kwanza kabisa tunakuwa na nyumba ya familia, sawa? Katika maisha ya kawaida tunakutana na mambo mbalimbali. Kuna sherehe huwa zinatokea. Sasa hatuwezi tu kuuza nyumba alafu kwenye sherehe tupange labda tukakutane sijui kwa dada ama kwa kaka. Kila mmoja huwezi jua na maisha yake, sawa? Mwingine anakaa kwenye chumba kidogo, mwezi familia nzima mkaenda kwake. So it's better kubaki na nyumba ambayo itawasaidia yakitokea matatizo ya kifamilia, ikitokea furaha kwenye familia, kikitokea kikao cha familia na sehemu ya kufikia. Wapenzi watazamaji, nengenenge bado linaendelea. Nengenenge liko juju, nengenenge liko lelelele, nengenenge liko moto. Leo niko na dada msafi. Dada yuko katika mazingira, mwanamke usafi, mwanamke mazingira, usafi unahitajika. Habari yako? Salama tu, vipi yale? Salama, unaitwa nani? Naitwa Saida. Saidi Libe. Saida Saidi Libe. Saida Saidi Libe. Mada yangu ya leo, tuuze nyumba au tumlee mama. Sasa nakuja kwenye swali. Mama ni mtu gani katika jamii? Mama ndo namba moja katika jamii. Siwezi kuuza nyumba, mamangu yupo. Je, mama ni sahihi kusimamia mirathi? Yuko sahihi kama mume kafa. Yuko sahihi kama mume kafa. Kama mume hajafa, baba yupo. Mwenyewe anaongoza jazi. Lakini baba yupo, mama yupo. Lazima tumpe kipaumbele. Kwa hiyo ni sahihi mama kusimamia mirathi. Je, tuuze nyumba au tumlee mama? Siwezi kuuza nyumba, tunamlea mamangu kwanza. Kwa nini tusiuze nyumba? Kwa nini tumlee mama? Mimi siwezi kuuza nyumba wakati mimi nipo najihangaisha ili mamangu awe kwenye usalama zaidi. Wapumbavu wanataka kuuza nyumba kama mama yako hajafa. Ni wapumbavu mmoja. Unaweza ukaipata hiyo na usifanyie chochote. Kwa hiyo jitahidini kwenu, mjenge kwenu, mkauze kwenu, sio ile.
Mwenyewe hajafa mnataka kuuza. So si upumbavu wa akili. Mjitahidi jamani, mjenge ya kwenu. Maoni yako kwa ujumla, ushauri mbalimbali, unawaambia nini wale wanaouza nyumba na si kuwalea mama zao? Unawaambia nini? Toa maoni yako kwa ujumla. Toa maoni yangu, ngombe hawana akili, wasiweze kumhudumia mama na wapumbavu kabisa. Mhudumie mama yako, utapofariki mtamalizana. Habari ndio hiyo. Bora tuuze nyumba. Wengine bora tumlee mama. Maoni yako, tuuze nyumba au tumlee mama? Tumlee mama. Kwa nini tumlee mama na kwa nini tusiuze nyumba? Mama ni mambo yote maana nini? Nakusema yani mama ndio mtu mzima, yeye tulozalia mpaka tukafikia hapa. Lazima tumhudumie mpaka atofariki. Hapana. Mimi nataka namtaka mlee mama yangu mpaka tupaondoka, baadaye itakuwa mambo yake. Sasa tuuze nyumba kijamii, mapreto tunaweza kuuza soko jamii kama hiyo. Kwa hiyo ni bora tumlee mama. Bora tumlee mama kuliko kuuza nyumba. Wapenzi watazamaji wetu, kama tulivyoweza kuwasikia wadau wetu wakubwa kabisa wa kipindi chetu cha Chachandu, mawazo yao, maoni yao, bora tumlee mama. Unawaambia nini maoni kwa ujumla wale wanaopenda kuuza nyumba na si kuwalea wazazi wao? Wapumbavu wa akili. Wapumbavu wa akili. Watakiwa umlee mama yako kwanza. Wape maoni. Yaani watakiwa umlee mama upate nani zote. Mtu akitokea kidunyu mama kaondoka, ndio tuuzeni, kila mtu achukue mpango wake ende mbele. Tumeweza kusikia maoni tofauti tofauti, tumeweza kusikia mawazo tofauti tofauti. Jamani, wengine wanasema tuuze nyumba. Hapa wamesema si vizuri kuuza nyumba, bora tukamlea mama yetu, tupate baraka, tupate hekima, tupate mambo mengi kutoka kwa mama. Jamani, unaweza ukauza nyumba leo ukapata mihela yako usifanyie kitu. Mihela yako kaishia kutunzana. Mihela yako kaishia kuonga kaweka watu vingasi. Lakini ukimlea mama unapata baraka, unapata mwanga wa maisha. Jamani, hili ndilo nengenenge la Halima Magulanda. Na nengenenge bado halijaishia hapa. Nengenenge linaendelea, nengenenge tunalo, tunaluka nalo, tunalala nalo, tunaamka nalo. Wewe ushangai, wewe uzimii, wewe ujikwai.